usishtuke, bali kuwa mtulivu na msikivu. Tusitaki kumkosoa Mwenyezi Mungu aliyetupa mdomo mmoja na masikio mawili. Unajaribu kukimbia kivuli chako wakati ni mfu pekee ndiyo mwenye uwezo wa kufanya hivyo. Vipi? Unatamani kutengana na kivuli chako? Umelijuaje jina langu? Na kwa nini uniulize swali gumu kiasi hiko? Mimi unanijua kiundani Ngoso. Ili kuepuka mauzauza haya, toka kizani ulipojificha. Kuwa mkweli. Ukweli upi? Unaujua. Ila kwa sasa nenda nyumbani kwako. Kuna wageni. Jamani, mimi sitaki hayo malumbano yenu hapa. Sasa naomba niwaachie maagizo. Mimi naondoka. Nikirudi nataka nipate majibu yenye kueleweka. Ukichelewa itakuwa tofauti. Karibuni. Asante. Hujambo binti? Jambo, shikamoo. Marahaba. Samahani. Tunaomba tutumie muda wako kiasi. Maana kwa muonekano huo nahisi ipo safari. Usijali mamangu kuhusu hilo. Kwani na amani. Bila shaka hapa ndipo anapoishi Ngoso. Sasa ina maana mimi niliyokuleta au niamini au vipi? Kaka Domi, huwezi kuwa mwenyeji huku ukiwa na kamba mguuni. Jifunze utaratibu kabla utaratibu hauja kufunza. Binti yangu, nafikiri swali langu ulisikia. Bila shaka mama. Chumba cha Ngoso ni kile pale. Ila yeye mwenyewe kwa sasa ametoka. Sawa. Sisi hatuna haja ya kukutana na huyo kibwengo mlaghai. Tunayemtaka sisi hapa ni Farida. Yupo? Binti yangu, mimi ni mama wa Farida. Nina masiku kadhaa sijamuona. Ndio maana hofu yangu imenisukuma kuja hapa. Siku mbili hizi mama, Farida hajafika hapa. Sawa mwanangu, basi tunaenda. Sawa. Haya, kwa hiyo. Kwa elimu jamani. Ngosi, huwezi kunyata bila kusikia. Ukiwa unakanyaga majani makavu na mvua uliyoiomba usisakie mwamvuli, oga usafike. Msakamo wangu kwako unaujua. Sema ukweli, uepushie kudhurura wazazi wangu. Odi. Nilikuwa na maongezi na wewe, lakini kwa kuwa una wageni nitakuja baadaye. Ila tambua huwezi kunyata bila kusikika.
wakati unakanyaga majani makavu. Kujitambulisha kwa anayekujua ni sawasawa na kujiamkia mwenyewe kisha ukajiitikia. Unajua kilichotuleta. Sidhani kama umeshasahau mazungumzo yetu tuliyoongea mwanzoni. Najua kila kitu, ila siwezi kunying'ata ulimi mara mbili. Farida nimempeleka nyumbani kwetu kaenda kujisikilizia. Sina haja ya kupaza sauti kwenye msitu wa kiziwi. Martha, karibu. Asante. Karibu ndugu yangu. Asante. Karibu ndani. Hamna. Nilikuwa tuna maongezi tuendelee tu hapa nje. Haya, sawa. Haya. Karibu ndugu yangu. Karibu. Diva, Abe, nataka tuliongelee lile jambo. Maana nashindwa kuwa sawa kabisa kwenye hii tengu iliyopo. unachoshindwa kujua wewe ni kwamba upande wa pili wa kicheko ni kilio. Na siku zote tokeo la kuvumbika ni kuiva au kuoza. Ni kweli. Ila kwa ugumu wa jambo lenyewe nisingeweza kuwa mlopokaji kiurahisi Diva. Ila kwa sasa wacha tu lifike ukomo. Sawa. Japo machinjio ya kuku hayamfai ng'ombe. Wacha mimi niwe swala kwenye msitu wako wa simba. Karibu. Ni kuhusu tukio nililoliona usiku wa juzi. Nilimwona Ngoso akiwa na mashaka sana. Kisha alitoka nje na kuangalia nani anayemuona kwa muda huo. Mimi niliingia na shauku kubwa sana ya kutaka kujua Ngoso anataka kufanya nini kwa muda huu. Una bahati ni kwamba shetani kafatana na malaika. Ndio maana unasikia harufu ya pepo. Vinginevyo ungejuta kukumbatia nyuki. Ngoso, huna haja ya kukimbia wakati unaweza kutembea bila kutoka jasho. Ila mimi nafunua unyayo wangu. Nikifunika tena hapa itakuwa vinginevyo. Wakati huo mimi nilikuwa chooni. Ngoso aliingia ndani. Punde alitoka akiwa amembeba mtu. Na akili yangu ilivyopasisha, mtu ule inaonekana kabisa ni mfu. We Masa. Wimbo mbaya haumbembelezi mwana. Hivyo unapotaka kuimba mapambio, hakikisha hakuna harusi kwa jirani. Naelewa maana yako Diva. Ila nimefanya uchunguzi. Na Ngoso anavyonidadisi vile, itakuwa amefanya jambo. Sasa, maiti hiyo itakuwa ni ya nani? Na kwa nini hatutoke nayo usiku? Sina jibu kamili, maana kisa kilininyima ukamilifu. Ila Diva, nimeanza kuwa na mashaka kuhusu Farida. Ya kwamba wazazi wa Farida wanamsaka mtoto wao. Na Ngoso alisema Farida amekwenda kwao. Iweje wamtafute? Hapo wewe unapoonaje? Hapo kipo kitu. Wewe kwa wazazi wa Farida unapajua? Sijawahi kufika, ila nakumbuka siku moja Farida alinielekeza maeneo ya kwao. Sasa
Acha mimi nishike usinga ili niongoze njia. Ukweli tutaujua. Sawa Dida. Mimi toka mwanzo nilikuwa na sita uamuzi huu. Huwa halinyauki bila kunyaushwa. Msitaki kuniambia hamkumbuki kila kitu. Jamani, haya yameshapita. Tutafute namna ya kuinuka kuliko kusaka sababu za kuanguka. Mimi naona tuvute subira ya hizi siku mbili. Sawa shemeji. Kengele inayopiga katika masikio yangu haina ishara. Sitaki jamani. Sitaki kabisa mumwazie vibaya mwanangu. Kama mmeshindwa kumtafuta, nitamtafuta mimi mwenyewe. Maana naona kila siku malumbano yamezidi. Halafu baba Farida, hata na wewe sielewi msimamo wako uko wapi. Unashindwa kabisa kuungana na mimi. Sawa mke wangu. Hebu tupishe kidogo na mazungumzo binafsi na shemeji. Shemeji, mimi nina jambo nataka tuzungumze. Ngoso, usinitoe utimamu wa akili kwa ziaka zako za kipuuzi. Ina maana mimi simjui Farida? Isitoshe, sio kwamba tumepishana kwa mbali. Tumeonana na kusalimiana kabisa. Huyo Farida uliona naye wewe ni wa kwako. Farida kwangu mimi ameenda kwao. Huo ndio ukweli. Swaiba, kichwa kikigoma kufikiri, ujue mwili unakaribia kupotea. Sasa mimi nikuache. Utapojiaminisha kuwa nimekutana na Farida, utanitafuta ili nikwambie hicho ambacho yeye ameniambia. Baadaye. Natamani ninachokifikiria kisiwe. Sitoweza kuvumilia maumivu ya kupoteza mboni ya jicho, wakati jicho nililonalo ni chongo. Upo wapi Farida kipenzi changu? Farida, hebu wahi kunifuta machozi yanayonibubujika machoni mwangu kabla ya damu kutiririka kwenye moyo wangu. Najua upendo umekusukuma, ila hasira zimekutupa. Sitaki hasara itupate kwa sababu ya hasira zetu. Nitakutafuta kwa gharama yoyote binti yangu.
Unaitwa Martha eh? Ndiyo, lakini umelijuaje jina langu wakati hatujai kuonana hapo kabla? Hamna haja ya kulitambua hilo. Isipokuwa nina maagizo. Nataka umpelekee mpangaji mwenzio Ngoso. Sawa, nitafikisha. Niahidi hutosahau nitakachokuagiza. Na pia zingatia usije kusahau hata neno moja. Mwambie asijaribu kukimbia kivuli chake, maana mfu pekee ndiyo mwenye uwezo wa kutengana na kivuli chake. Je, na yeye anatamani kujitenga na kivuli chake? Jirani. Vipi jirani? Mbona kama vituko vinazidi sana kuongezeka upande wako? Mbona mimi naona kawaida. Kawaida yako, lakini huwezi kuniaminisha kwa sababu mimi nakujua. Ila tuachane na hayo. Nisije nikawa cha mwazima jamvi tarishi. Ila nina salamu zako. Kutoka kwa nani? Maana nimechoka kusikia habari za Farida. Farida? Hapana. Ni salamu kutoka kwa mama mmoja nilionana naye njiani. Cha kushangaza zaidi, analijua jina lako na langu, wakati mimi sijawahi kuonana naye hapo kabla. Ameniagiza salamu za maneno ili nikufikishie. Ameniambia kuwa usijaribu kukimbia kivuli chako. Mfu pekee ndiye anayeweza kujitenga na kivuli chake. Je, na wewe unatamani kujitenga na kivuli chako? Nashukuru kwa salamu. Ngoso. Ambie. Vipi ndugu yangu? Shikama kaa. Masa vipi? Safi. Karibu. Uko sawa? Uko sawa.